Leo kwenye birthday ya Mara, Juma Lokole, ankali kabisa wa Paula, amehudhuria shughuli hii kwa uzuri na familia inazidi kuwa kubwa sana. Ndio. Juma, kwanza umechelewa ujue? Foleni za hapa na pale. Ndio zimesababisha nichelewe. Afu pia nguo yangu ya chini, huyu mtu mfupi huyu alikuwa kunywa masoda yake kanimwagia. Kwa hiyo inabidi nikatafuta tena nguo nyingine. Amesema na dhambi. Mara wakasema Juma hajalikwa sio nini. Kuna mtu alikuwa anasema Juma hajalikwa. Mambo hayo. Ningeshangaa familia. Kwenye group nipo toka mwezi wa kwanza. Bwana. Nakosaje sasa mimi? Kuna shughuli inafanyika bila mimi. Inakosa shughuli hiyo. Juma, moja kati ya kitu ambacho pia kimetu surprise leo ni unajua stories zilikuwa ni mingi sana baada ya wewe ni mmoja kati ya watu ambao unazungumza labda pengine Kajala na Harmonize hawatakuja kurudiana, ukaja na mabango pale leaders, ukapigana na Stan Bakora, shughuli kawa pevu pale. Juma, leo sura yako teka wapi? Hata iweka hapa palipokuwa iende wapi wakati na Mungu ndo kashaipachika hapa. Na mimi ndo kwangu, hawezi kuwa mtu mwingine. Kwa hiyo yale mabango kweli kiukweli mara kwanza Hamu alikuwa ananichefua sana kwa sababu nilikuwa naona kama anamtumia sana Kajala. Alikuwa anamtumia vibaya mno. Kwa hiyo afu Kajala pia alikuwa kwenye mahusiano yake yale ambayo kuna mtu ambaye kashamnunulia kiwanja, kashaanza ujenzi. Yaani ni vitu ambavyo anamfanyia vitu vya maendeleo. Alafu mtu ambaye hapendi mitandao. Kwa hiyo nikaona huyu kama mbona anamchafua au machawa kina Stani kina Mwijaku kama anamchafua. Hapana, hii haipendezi. Kwa hiyo ndio maana alikuwa akinipigia simu, analia na lalamika na mimi naona sasa ningefront. Kwa hiyo lolote lingenikuta ni kwa ajili ya Kajala. Unategemea kitu kama hiki kwa siku leo? Ni kitu ambacho labda niwaambie tu watu wengi walikuwa wafahamu toka ile siku ambayo pale ilikuwa kwenye mpira pale Samia Cup. Toka Samia Cup uwanja wa GSM. Harmonize sasa alinipigia simu na kuniambia Juma, wewe ni mtu ambaye unaweza kuongea na Kajala na akakusikiliza kuliko mtu mwingine yote. Umeona? Kwa hiyo nakuomba hapa nyuma, nipo hapa uwanjani, njoo tuzungumze kitu, sababu Kajala akisikia Hamu anakuja, Kajala alikuwa anakimbia anaondoka. Yaani hata kama sehemu ambayo ina hela yeye aingii, alikuwa anamchukia sana. Kwa hiyo nilitumia nguvu nyingi kumuelewesha, yani kumuaminisha kwamba Kajala Harmonize 1, Harmonize 2, Harmonize 3, umeona? Harmonize ndio wanawake kashatembea nao wengi, lakini lakini akikaa na kufikiria wewe. Umeona? Mtu kashajua makosa yake. Umeona? Kwa hiyo nilikuwa naanza kwanza kwa Kajala, alafu ndo nije kwa Paula. Hiyo ndo mti mkavu. Ulikuwa mti mgumu kuliko vitu vyote duniani. So nikaona ya nini, na ndio maana nikawapatanisha. Kwa hiyo Kajala na Harmonize hawa wamesharudiana toka wamerudiana toka chungu cha 10 cha Ramadhani. Wako wote wana mahusiano pamoja. Kwa hiyo hivi vitu vyote tunavyoviona sasa hivi ni marudio. Tena uzuri sasa hivi kila mtu ameweza kutunza siri. Ila kuna sehemu walikuwa akiingia hivi napata message kwamba lakini warudiana muda mrefu toka chungu cha 10 cha Ramadhani. Kupitia Maimartha anasema hili penzi lilikuwepo muda sana. Ila wewe ulikuwa hutaki kukubali kwa sababu kwa mara ya kwanza ulikuwa ukifichwa kwamba hawa watu walirudiana, na baadaye ulipokuja kufahamu ukasema hebu acha kwanza hili niliweke kapuni, na hili umejitahidi ndugu yangu kwa umbea uliokuwa nao. Yani kwa kusema hakuna mbea yoyote alikuwa anafahamu Kajala kama karudiana na Harmonize. Umenielewa vizuri? Hakuna. Mimi ndio nilikuwa najua kwa sababu mimi ndio mlengwa, nilikuwa naongea na Harmonize na watu walikuwa hawajui kama mimi naongea na Harmonize. Mimi nafanya kipindi cha umbea, lakini hata rafiki zangu nilikuwa siwaambii kama Harmonize na Kajala wamerudiana. Umeona? Tulishaenda kufanya interview mpaka kwa Harmonize. Tukaishia nje. Mimi nilikuwa naongea na Harmonize. Mimi leo nafichwa siri kwa mara ya kwanza. Nilikuwa naongea na Harmonize. Harmonize katupa content ipo ndani, lakini nilikuwa najua ndani kuna kitu gani kinaendelea. Alikuwa anatengeneza picha za gym. Nyumba yake alikuwa anabadilisha mapanzia kwa sababu pale sashaingia wanawake wengi. Kwa hiyo alikuwa anabadilisha mfumo wa nyumba yake kwa ajili ya Malkia ingie ndani ya nyumba. Kwa sasa hivi ni pika pakua kabisa, na Paula tushamalizana naye. Paula roho yake safi. Hamu kashamuomba radhi Paula, kwa hiyo kila kitu kiko sawa sasa hivi. Sawa. Na ndio maana hili limewashangaza watu wengi. Kiukweli tumemwona leo Paula kwa mara ya kwanza ameonyesha tabasamu baada ya kusalimiwa. Paula alininunia hadi mimi baada ya kujua kwamba mimi nampatanisha Harmonize na Kajala. Lakini end of the day nikamwambia hapana, hata wewe siku ya kwanza Mario alipokuwa anakuapproach ulikuwa mgumu na sisi ndo tulimbembelezea. Kwa hiyo hebu mwachie mama yako apate faraja anayoitaka. Mwachie. Juma, kwenye hapo juzi kati kuna ile defender ile ilisambaa mitandaoni ilikuwa limeandikwa Kajala.
Labda pengine wa Mbeya wanasema kwamba Harmonize amemuonga Kajala defender ile ndio maana wamerudiana. No. Ile idea alikuwa nayo mwenyewe Harmonize kitambo. Kwa hiyo mimi nilikuwa kama natia tu tulikana Harmonize tukajadiliana. Nilikuwa mimi Harmonize na Sam Chaupole. Tulikuwa tunajadiliana tufanyeje kitu ambacho kina Kajala atafurahi. Hapa katikati alimuuzi tena. Umeona alimuuzi baada ya kutoa na wimbo na Nicole. Lakini ilikuwa wimbo wa dini which sio mbaya, umeona. Kwa Kajala kaelewa msamaha wake ndio ile kapewa defender. Amezawadiwa kwa sababu defender ilikuwa hajasajiliwa bado. Umeona? Kwa hiyo Hamo alichokifanya kaandika jina, na ukiandika jina sio feki. Ile defender ina maana ukisajili kwa jina unaenda mpaka TRA unabadilisha na kadi inakuwa ya mtu. Kwa hiyo Kajala kapewa defender. Lakini sawa, sikiliza Juma. Tunakumbuka range ile ilikuwa ni Kajala tu kama sijakosea. Lakini hii ni defender 3. Ile range vipi? Range ilishauzwa, mwenyewe Kajala aliamua kuuza. Wakati kipindi wana misukosuko, nilimwambia bwana wewe range uza. Huyu jamaa anaweza akatuma watu palitie moto. Umeona? Lakini kukosa mdomo wangu mpaka leo angekuwa nalo. Kajala ni binti msikivu sana, mpole sana. Kwa maana hiyo Harmonize amini Kajala anamtumia Harmonize kwa sababu bila asipotoa magari kama hivi hampati. Hapana, no. Moyo wake. Harmonize moyo wake. Anaona kitu gani? Unajua mwanamke shehe anatakiwa kupewa, sio kutoa. Mwanamke ni tunu. Yaani unavyomwona mwanamke ni kitu cha thamani kama yayo, unatakiwa ulilee vizuri lisidondoke. Umeelewa? Kwa hiyo Harmonize anajitahidi mpenzi wake ampe alichojaliwa, asije akapewa na watu wengine nje. Ni Bombo Clash. Afanye mambo yake. Bombo Clash. Juma, wewe ndio ulikuwa wa kwanza kutuambia kwamba Harmonize alinunua zile gari lakini zilikuwa hazijalipiwa. Na akampa Kajala ikiwa gari bado hazijamaliza kulipwa madeni. Ndio. Leo imekuwaje tena? Alimaliza mwenyewe Kajala. Hii amewezaje kuinunua na kumkabidhi? Hii ni kawaida. Hii gari Harmonize imelipiwa kabisa. 100%. Kesho kishokuta wanaachana, unatoa siri za ndani. Mtoto nakwambia hivi, gari hii ni ya Kajala. Niamini mimi hapa. Sio kumtumia. Usajili upo Kajala masa. Frida. Hiyo inaitwa Frida, sio Kajala. Na pesa yote imetimia. Yote. Hili penzi limekuwa lina vitu vingi sana. Unafikiri kwa nini pengine hawa watu japokuwa umetokea mengi sana, unasema huyu bibi alikuwa na bwana wake sio yuko Oman, sio Dubai, China, anampa kila kitu, sio kiwanja, lakini leo amekuwa na Hamo. Why pengine imekuwa rahisi Kajala moyo wake kuwa mlaini tena? Ndugu zangu, kuwa na Harmonize. Nyinyi mnayaona tu. Nyinyi mnayaona hapa sasa hivi ambayo yanaendelea, lakini tulifanya kazi kubwa sana. Ndio kama nilivyosema before kwamba Kajala, yani Harmonize kafanya kazi kubwa sana. Yani haikuwa rahisi Kajala from nowhere tu ajipeleke kwa Harmonize kwa matukio yote. Yani nikwambie kitu, mtu anakosana na mama yake mzazi, anamuita mama yake mzazi mchawi, lakini mzazi akosei sawa na wale wanapendana. Yani wale Mungu kawashusha tu bwana, utakuwa Harmonize katembea na wanawake wangapi maarufu? Kajala kawa na watu wangapi maarufu? Lakini Mungu toka amewakutanisha mpaka leo tunaona watu tunapinga, tunarudi, tunapinga, tunarudi. End of the day sasa hivi wameshakaa, baba yake na Harmonize kakutana na mama yake. Siku ya kwanza Hamo katoka klabu yuko bwi, kaenda Kimara. Yaani kaenda tu Kimara, bibi yake Paula anashuhudia Hamo huyu hapa. Umeona? Kafika kalala sitting room mpaka asubuhi, kaamka akasongewa ugali kala. Na yeye afunge ndoa ametuchosha. Wanafunga ndoa. Wanafunga ndoa. Wanagombana. Msianze Juma. Nusuru tumechoka. Juma tumechoka. Juma tumechoka. Subiri nikwambie. Umeona subiri nikwambie. Wewe nikwambia kuhusu Paziri mimi mtoto koma wewe. Sijakwambia kuhusu Paziri. Ndoa gani? Kwanza Mario na Paula wanavutana kwenye swala la dini. Mario kazungumza mwenyewe. Sio Harmonize na Kajala. Sio kuvutana. Wameshindwa kuweka wazi tu. Kajala amesha bless, Paula atabadilisha dini. Anakuwa Muislamu wakati ukifika. Kasema kakubali. Kwa hiyo kwa Kajala kadhalika. Kwa hiyo Kajala yeye, wazazi wa Kajala ni wazungu. Atakapolizia Kajala, bwana sawa, moyo wako unaenda wapi? Au Hamo, mtashangaa labda Hamo kawa Joni, msishangae, ni mambo ya kawaida ya mapenzi. Kwa maana hiyo Juma tutegemee pia Harmonize labda pengine utampeleka kumpatanisha na bosi wako Diamond Platinum. Wanapatana, kwani waongei? Wanaongea? Wanapatana ya. Wanaongea.
Tegemea kumuona mashamsham pale Harmonize. Muda wote kwanza, sasa hivi mtamuona mashamsham. Sema wallahi. Wallahi mtamsikia mashamsham Wasafi. Kwa mara ya kwanza mimi ndo Sikutaki Juma. mimi nipo jamaa, Bombo Clash. Bombo Clash. Juma una balaa Juma.